Sasa watu wasioamini especially Waislamu huwa wanakuja na swali moja kuhusu Yesu, kifo chake na utambulisho wake. Kwamba Wakristo mnadai kwamba Yesu ni Mungu, kitu ambacho tunasema ndio. Cha pili wanadai kwamba Yesu alikufa na kufufuka siku ya tatu. Si ndio? Tunasema ndio. Sasa makuja maswali mawili hapa. Swali moja, je, kama Yesu ni Mungu, Mungu anakufa? Swali la kwanza. Swali la pili ni kwamba Yesu alivyokufa kama Ukristo unavyofundisha na akafufuka siku ya tatu, je, katika hizo siku tatu Mungu alikuwa ni nani? Kwa sababu kama Yesu alikufa na akafufuka siku ya tatu, na maana katika hizo siku tatu Mungu alikuwa hayupo. Kwa sasa sisi kama Wakristo tu tuna majibu gani? Sasa tukitaka tupate majibu ya swali letu au swali la ndugu zetu Waislamu au watu wasioamini, inabidi turudi katika Biblia. Ni kwamba katika Biblia au katika uhalisia kuna aina mbili za vifo ambazo tunazifahamu. Kuna kifo cha jumla na kifo cha utengano. Kifo cha jumla, kwa mujibu wa watu ambao wanaamini katika kifo cha jumla, ni kwamba mtu akifa anapotea jumla. Ina maana kwamba hakuna ambacho kinabaki. Kwa mfano katika Kiingereza huwa anatumia neno cease to exist, yani mtu anakuwa hayupo kabisa, au annihilation. Annihilation maana kitu kimeangamia na kimetokomea kabisa, kimepotea. Kwa hiyo ndio kifo, aina ya kifo cha kwanza ambacho baadhi ya watu wanafahamu. Sasa kuna aina ya kifo cha pili ambacho Biblia inafundisha. Sasa katika Biblia kifo sio kwamba ni dhana ambayo tumeiona hapo awali kwamba mtu anakuwa anakufa jumla. Katika Biblia ni kwamba binadamu ni roho ambaye anaishi katika mwili. Sasa kifo ni utengano kati ya roho na mwili. Ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna sehemu ambayo inazungumzia kwamba kifo manake ni upotevu wa jumla au uangamivu wa jumla, kama tulivyoona kwamba mtu akifa kwa mujibu wa watu wasioamini kwamba ana cease to exist au anakuwa annihilated, maana anakuwa hayupo kabisa. Lakini katika Biblia inadai kwamba binadamu ni roho ambaye anaishi katika mwili. Sasa roho ikitengana na mwili, ambayo ndio tunadai au Biblia inasema kwamba ni kifo. Sasa katika Biblia kitabu cha Yakobo sura ya 2:26 Biblia inasema kwamba kama vile ambavyo mwili pasipo roho umekufa, kadhalika nayo imani pasipo matendo imekufa. Akiwa na maana kwamba kifo ni utengano kati ya roho na mwili, na pale ambapo roho inatengana na mwili ndio tunasema kwamba huyu mtu au mtu amekufa. Luka sura 16 mstari 22 kuanzia mstari 22, Biblia inazungumzia kifo cha Lazaro ambaye alikuwa ni maskini na tajiri. Sasa Yesu anasema kwamba wakati ukafika yule maskini akafa, nao malaika wakamchukua akae pamoja na Abraham. Yule tajiri naye akafa akazikwa kule kuzimu alipokuwa akiteseka. Unaona kwamba Biblia inasema kwamba yule tajiri alikufa akazikwa, lakini tunaambiwa kwamba alipelekwa kuzimu. Biblia inasema kwamba kule kuzimu alipokuwa akiteseka, alitazama juu akamwona Abraham kwa mbali. Kwa katika kuzimu pia watu wanaona kama wanavyoona katika dunia. Naye Lazaro alikuwa karibu yake. Tumeona kwamba Lazaro alikufa, lakini katika kufa kwake Lazaro hakupotea, bali aliingia upande wa pili katika ulimwengu wa roho. Haya, asema hivyo yule tajiri akamwita, Baba Abraham, nihurumie na mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake ndani ya maji, aupoze ulimi wangu, kwa sababu nina maumivu makuu kwenye moto huu. Kwa hiyo Yesu anafundisha katika historia ya Lazaro na tajiri ni kwamba ijapokuwa Lazaro na tajiri wote walikufa katika dunia hii hapa, katika ulimwengu wa pili waliendelea kuwepo katika ulimwengu wa pili. Kwamba Lazaro alikufa akapelekwa katika kifua cha Abraham, na huyu tajiri akafa akapelekwa kuzimu, kule akawa anateswa. Na tumeona kwamba kuzimu alikuwa anaweza kuona, kuzimu alikuwa anaweza kuzungumza pia. Naona kwamba hakuwa kitu ambacho sio binadamu, bali kuzimu pia alikuwa ni binadamu. Kwa hiyo ndio concept ambayo Biblia inafundisha katika Ukristo kwamba mtu akifa, maana mwili unatengana na roho. Mwili unauzikwa katika ulimwengu wa mwili, roho inaingia katika ulimwengu wa roho, na roho ndio mtu mwenyewe. Sasa tuangalie pia katika kitabu cha Luka sura ya 23 mstari 43, Biblia inatuambia kwamba Yesu alipokuwa msalabani, mwizi alimwambia Yesu kwamba naomba unikumbuke mimi katika ufalme wako. Yesu akasema hivi kwamba Luka 23:43, Yesu akamjibu akasema, Amini nakwambia leo hii utakuwa pamoja nami paradiso. Kwa tunaona kwamba Yesu siku ile ile kwa mujibu wa maneno yake ni kwamba aliingia paradiso. Paradiso sasa si haiko katika ulimwengu wa mwili, iko katika ulimwengu wa roho. Ina maana kwamba ijapokuwa mwili wa Kristo au mwili wa Yesu ulikufa msalabani, Yesu mwenyewe aliingia upande wa pili katika ulimwengu wa roho. Kwa watu wanaodai kwamba Yesu hakuwepo au Mungu, kwa Yesu ni Mungu, basi siku alivyokufa Mungu alikuwa ni nani? Tunaona kwamba Yesu alivyokufa aliendelea kuwepo, lakini hakuwepo katika ulimwengu wa mwili, bali katika ulimwengu wa roho. Andiko jingine toka katika kitabu cha Petro kwanza sura 3 mstari 18 mpaka 19 anasema hivi, kwa kuwa Kristo naye aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki,
ili awalete ninyi kwa Mungu. Mwili wake ukauawa, lakini akafanywa hai katika roho. Baada ya kufanywa hai, alikwenda na kuzihubiri roho zilizo kifungoni. Kwa hiyo basi tumeona katika kitabu cha Petro, Biblia inasema kwamba Yesu aliuawa, lakini alichouawa alikuwa ni mwili wake. Yeye aliingia akaenda kuzihubiri roho zilizo kifungoni. Kwa hiyo tunabaki na hitimisho moja kwamba katika Biblia kifo sio kuto kuonekana au kupotea jumla, bali ni utengano wa roho na mwili. Kwa hiyo tunarudi katika maswali yetu mawili. Swali la kwanza lilikuwa ni kwamba je, Mungu anakufa? Tumeona katika Biblia ni kwamba kifo katika Biblia ni utengano wa roho na mwili, na tumeona kwamba Yesu aliuvaa mwili kama Mungu. Kwa hiyo kama Mungu Yesu akufa, lakini ule mwili ambao aliuvaa uliuawa. Swali la pili tukaulizwa kwamba je, katika siku 3 ambazo Yesu alikuwa yupo kaburini, nani alikuwa ni Mungu? Tumeona kwamba Yesu alikufa katika ulimwengu wa mwili, lakini hakupotea jumla katika ulimwengu wa jumla, yani katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Kwa katika ulimwengu wa roho aliendelea kuwepo. Kwa Mungu kama Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura 4 mstari wa 24 kwamba Mungu ni roho, na Yesu kama roho aliendelea kuwepo baada ya kuwa mwili wake umekufa. Kwa hiyo sasa swali la kwamba nani alikuwa ni Mungu wakati siku 3 Yesu alipokuwa yupo kaburini, ni kwamba Yesu aliendelea kuwa ni Mungu kwa sababu roho yake haikuuawa, kilichouawa ilikuwa ni mwili wake.